Mkomanile ni simulizi ya ujasiri, uzalendo na hekima. Ni hadithi ya mwanamke aliyepigana sio kwa upanga pekee, bali pia kwa imani, tambiko na mshikamano wa kijamii. Ingawa kichwa chake bado kipo ugenini, roho yake imebaki kuwa nguzo ya kumbukumbu za ukombozi. Zama za machozi katika karne ya 19, wakati jua la ukoloni likichomoza kwa kishindo barani Afrika, ardhi ya Tanganyika ilianza kufunikwa na kivuli kizito cha madhila. Chini ya buti za kijasusi za Kijerumani, wana wa nyumbani waligeuzwa watumwa ndani ya ardhi yao wenyewe. Zilikuwa ni zama za mijeledi ya kodi kandamizi, kazi za sulubu mashambani na udhalilishaji wa utu uliovunja mioyo ya wanaume na wanawake. Lakini katikati ya vumbi la unyonge huo, kijiji cha Kitanda mkoani Ruvuma kilikuwa kimeibeba siri ya ukombozi, kikiwa na milki ya binti mmoja aliyeumbwa kwa udongo wa ujasiri na maji hekima. Huyu ni shujaa mwenye ujasiri na mzalendo wa kweli. Utambulisho wake ni Nduna Mkomanile. Nduna maana yake ni chifu msaidizi wa chifu mkuu, yani Nkosi. Mkomanile ndiye mwanamke pekee aliyekuwa mtawala wa kabila la Undendeule. Ni mwanamke aliyekuwa mganga wa jadi na ndiye aliyesambaza dawa ya vita vya Majimaji. Kijiji cha Kitanda ni kama chemichemi ya ushujaa. Hakikuwa tu nukta kwenye ramani ya Namtumbo, bali ilikuwa ni kitovu cha malezi ya kishujaa. Mkomanile alizaliwa na kukulia hapo, akichanua kwa urembo uliosemekana kupofusha macho ya watazamaji, lakini ndani yake kulifichwa akili iliyopita maelezo. Wakati mfumo dume ukiamini kuwa kiti cha uongozi ni milki ya wanaume, Mkomanile alivunja miko hiyo na kutawazwa kuwa Nduna, kisimama kama kiunganishi kati ya kijiji cha Kitanda na ndoto ya uhuru wa Wangoni na Wandendeule, akionyesha kuwa uongozi si misuli pekee, bali ni maono na uzalendo uliopitiliza. Mkomanile alikuwa ni mwanamke aliyeumbika vizuri. Licha ya uzuri wake, Mkomanile alipitia mafunzo ya jadi ya kurusha mikuki. Hivyo basi alikuwa hodari kweli kweli. Katika tafiti za maisha yake, Mkomanile alijishughulisha na utabibu wa asili na masuala ya unajimu. Umaarufu wake ulivuka mipaka ya Undendeule na kumfanya awe maarufu kati ya makabila jirani ya Wangoni, Wayao, Wamatengo, Wabena na Wandigo. Hapo awali alijulikana kwa jina lake halisi ambalo ni Baina, lakini uzuri aliokuwa nao ulipelekea kila mwanaume kutamani kuwa naye na kuanza kumgombania. Hapo ndipo akaitwa Mkomanile, yenye tafsiri mgombanie. Katikati ya jitihada za wanaume wengi, Chifu Pambuka, mtawala wa ukoo wa Fusi eneo la Kitanda, akaibuka kidedea na kumuoa Mkomanile, ambaye kwa pamoja walijaliwa mtoto mmoja jina lake Maua, ambaye baadaye aliolewa na jumbe mmoja katika utawala huo aliyeitwa Gomagoma. Lakini Chifu Pambuka, mume wa Mkomanile, alikuwa na mwanamke mwingine waliojaliwa watoto kadhaa, wakiwemo Kinywaki, Kinanda, Kutisa na wengineo aliowazaa na mwanamke huyo mwingine. Na binti Maua aliyemzaa na Mkomanile ikawa mwanzo wa mkondo mpya wa historia.
Baada ya kifo cha Pambuka, nafasi ya utawala ilichukuliwa kwa muda na Nchura Njunga, maarufu kwa mchezo wa jadi wa nchua unaofanana na bao. Lakini hatimaye Mkomanile alitawazwa rasmi kuwa chifu wa Undendeule, na hapo akawa mtawala mwanamke katika jamii yenye mfumo wa kiukoo wa kiume. Lilikuwa jambo la kipekee mno. Lakini Mkomanile alionekana si tu kiongozi wa kaya, bali aligeuka kuwa nguzo ya ujasiri wa kijamii na kisiasa. Katika mkoa wa Ruvuma, Mkomanile alikuwa mwanamke pekee kuupata utawala, akiongoza wakati wa utawala wa kikoloni wa Wajerumani ndani ya Afrika Mashariki. Utawala wa kimabavu uliojaa kila aina ya manyanyaso, hali iliyoibua hisia za kupinga ukatili huo na kuizaa vita ya Majimaji. Wakati wa utawala wa Mkomanile, pakatokea mtu mmoja maarufu aliyeitwa Kinjekitile Ngwale. Na zungumzwapo Kinjekitile Ngwale, tunarejea wilayani Rufiji mkoani Pwani, katika kijiji cha Ngalambe, pahala panapotajwa kuwa chimbuko la dawa ya harakati za vita vya Majimaji kati ya mwaka 1905 hadi 1907, ambapo chimbuko hili linaenda hadi Ngalambi, Kilwa mkoani Lindi. Ukifika maeneo ya Ngalambe utakutana na mto Ngalambe ambao unabeba simulizi nzito za historia ya Tanzania. Ni katika eneo hili ndipo jina la Kinjekitile Ngwale linapotajwa kwa heshima kubwa, kwani historia inaeleza kuwa hapa ndipo alipopata umaarufu wake wa kiroho na kuanza kuhamasisha harakati zilizokuja kuizaa vita ya Majimaji dhidi ya utawala wa Kijerumani. Mto huu na chemichemi zake zimeendelea kutajwa katika simulizi za maji ya vita yaliyokuwa ishara ya umoja, matumaini na ujasiri wa Afrika kupinga ukoloni. Zaidi ya kuwa chanzo cha maji kwa wakazi wa eneo hilo, mto Ngarambe ni alama ya urithi wa kihistoria unaokumbusha namna sehemu tulivu ya Tanzania ilivyokuwa chimbuko la moja ya harakati kubwa zaidi za ukombozi katika historia ya nchi. Kuipata historia hii haikuwa rahisi. Hatua ilipigwa kwenye maeneo tofauti, rangi ya kijani ikiwa ushahidi wa uzuri wa maeneo. Jua liliwaka, mvua ikanyesha, dhamira ikabaki moja. Hapo ni kuvuka msitu na kila aina ya vikwazo ili kukupa simulizi halisi. Hapa giza liliingia, changamoto ikawa sehemu ya nukuu za utalii wa historia. Yote hii kupata undani wa mashujaa wa mama Tanzania kwa sasa. Kinjekitile alitembea katika maeneo tofauti ya kusini mwa Tanganyika, dhamira yake ikiwa kuhamasisha mapambano dhidi ya ukoloni wa Kijerumani. Safari yake ikafika hadi Kitanda kwa Chifu Mkomanile. Hapo akaishi kama kijakazi wa Mkomanile, na kutokana na maarifa pamoja na utaalamu wake katika tiba na mazingaombwe, akamshawishi Chifu Mkomanile na hatimaye kuishi kama mke na mume. Na hapo mapambano dhidi ya ukoloni yakazidi kupamba moto, Kinjekitile akimpa imani Mkomanile kuwa ipo kila sababu ya kuikomboa ardhi ya nyumbani dhidi ya Wajerumani. Na hapo shughuli ikaanzia kwa kushawishi mgomo kwenye mashamba ya wakoloni. Wasiwasi ulipotanda, Kinjekitile akawahakikishia wazawa uwezo alionao wa kubadilisha risasi kuwa maji endapo wakiungana dhidi ya wakoloni. Katika mapambano, siku moja Mkomanile akawadhirishia wafuasi wake na kuchoma moto makazi ya wazungu, kitendo kilichoibua hasira kutoka kwa wanajeshi wa kikoloni. Risasi za askari wa Kijerumani zikaanza kulindima, wapiganaji wa Kindendeule wakiwa imara.
Katika simulizi za jadi inaelezwa kuwa maji yaliyokuwa yakitumika yalitakiwa kuambatana na nidhamu na masharti ya kiimani ambayo baadhi ya wapiganaji waliyavunja na kusababisha risasi za mkoloni kuua wapiganaji wengi. Nduna, Mkomanile na Kinjekitile wakatoroka na kuelekea Liwale yalipokuwa makazi ya Kinjekitile. Baada ya kutoroka kwao, jeshi la Kijerumani wakaishikilia familia nzima ya Mkomanile. Ndipo kwa ujasiri Mkomanile akaamua kuanza safari ya kurejea Kitanda kujisalimisha ili watu wake waachiwe huru. Baada ya safari ya siku kadhaa, Chifu Mkomanile na askari wake walifika mlima Mkomanile ulio mbali kidogo na makazi yake yaliyo kando na bwawa la Kitanda, ambapo hapo yalifanyika matambiko. Na hapo akawaagiza askari wake kutoa taarifa kwa Wajerumani kuhusu eneo alipo, na ndipo Wajerumani walimkamatia na kumfungia chumba kimoja na mkwe wake, yaani mume wa bintiye Maua. Katika kabila la Wandendeule, mkwe heshima yake ni ya juu, na kusogeleana naye ilikuwa kama kuvunja miiko ya mila, desturi na tamaduni. Tukio la kumlaza Mkomanile na mkwe wake lilitafsiriwa kuwa aibu kubwa, na kesho yake mkwe wake alifariki dunia. Baada ya tukio hilo, majeshi ya Kijerumani yalimchukua Chifu Mkomanile katika eneo la Lukwangwa ili kuhitimisha safari ya jasiri huyu. Katika taratibu zao, kitanzi kilitumika kunyonga, lakini kwa bingwa huyu wa tiba na tamaduni Nduna Mkomanile haikuwa kazi rahisi kwa wanyongaji, kwani walipofanya majaribio ya kumnyonga, kamba ilikatika mara mbili na zoezi hilo lilikuwa halina mafanikio, kitendo kilichoibua mshangao mkubwa na kuibua hasira kwa wakoloni. Ndipo katika hali ya hasira, Kamanda Zelewisk wa Kijerumani alimfyatulia Chifu Mkomanile risasi 3 tumboni, kisha wakakikata kichwa chake na kuondoka nacho. Kwa mujibu wa wana historia, hadi leo kuna usimulizi kwamba kiwiliwili cha Mkomanile hakikupatikana kamwe, jambo linaloongeza taswira ya kifumbo katika historia yake. Warithi wa ukoo wa Fusi walikuja kuendelea na uongozi hadi miaka ya uhuru, ambapo jina la mwisho lililojulikana ni Ephraim Jutaluambano. Katika kumwenzi mwanamke huyo shujaa na jasiri kuwahi kutokea kwenye historia ya mapambano dhidi ya wakoloni, shule hii imejengwa na kuitwa jina lake mahsusi kwa ajili ya kuendeleza kumwenzi. Sio kumwenzi kwa maneno tu, bali hapa historia yake inaishi na kurithishwa kwa wanafunzi wanaosoma katika shule hii na vizazi vijavyo. Zaidi ya karne moja baadaye, sauti ya Mkomanile bado inasikika katika ardhi ya Undendeule iliyobeba historia ya pekee ya mashujaa wa kike waliopambania nchi. Inabakia kwa historia inayoishi mara zote, ikisisitiza uzalendo wa juu katika kupambania amani ya jamii. Nduna Mkomanile na Kinjekitile Ngwale ni mashujaa waliounganisha roho na damu katika vita vya Maji Maji, na ujumbe wao unaendelea kuishi na kusadifu kwamba imani, umoja na utu vina nguvu zaidi ya risasi. Wote wawili walitoa maisha yao kwa taifa lisilo na mipaka ya kikabila. Hili ni taifa lenye jina moja, Tanzania. Watafiti mbalimbali kwa nyakati tofauti wanaendelea kuifanya tafiti kuhusu historia ya Nduna Mkomanile, na kila mara jamii inazidi kufahamishwa kuhusu tafiti hizo. Na hii ni Tanzania Safari Channel. Tumerithishwa, tuwarithishe.